Karibu tutazame sehemu ya pili, na hii hapa ni orodha ya nyoka wanaozaa watoto. Karibu kwenye top 10 porini na DJ Animal. Namba 5, Garter Snake. Garter Snake kwa Kiswahili hutajwa kama nyoka wa bustanini au nyoka mdogo wa majani. Ni nyoka wa kawaida sana na hupatikana sana maeneo ya Amerika ya Kaskazini, Canada na Mexico. Garter Snake ni nyoka mwembamba mwenye mistari mirefu mgongoni na mara nyingi huwa na rangi ya kijani, kahawia, nyeusi, njano na kadhalika. Garter Snake hukua kwa urefu wa sentimita 45 mpaka 120 kutegemea na aina ya Garter Snake. Garter Snake ana sumu ndogo sana kwa viumbe wadogo kama vyura na wadudu. Kwa binadamu kwa kawaida si hatari. Akimuuma au kumng'ata binadamu, anaweza kusababisha maumivu madogo au kuwashwa kidogo tu. Garter Snake huzaa watoto hai na mara nyingi huzaa watoto kati ya 10 mpaka 40. Baadhi ya aina hii wanaweza kuzaa hadi zaidi ya watoto 60. Garter Snake hubeba mimba kwa muda wa takribani miezi 2 mpaka 3 kabla ya kuzaa watoto. Garter Snake hupenda kukaa maeneo yenye majani, bustanini, karibu na maji, misituni na mashambani. Garter Snake anaweza kuishi miaka 4 hadi 10 akiwa porini, lakini huishi miaka zaidi ya 15 akitunzwa vizuri bustanini, na hupenda kula vyura kama chakula chake kikuu, minyoo, samaki wadogo, wadudu pamoja na panya wadogo. Garter Snake mara nyingi ni mpole. Akihisi hatari hukimbia au kujificha badala ya kushambulia na kupambana. Namba 4, Rattlesnake. Rattlesnake kwa Kiswahili hutajwa kama nyoka wa njugu au nyoka mwenye njugu mkiani, kwa sababu mkia wake una sehemu zinazotoa sauti ya krrr, 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 anapojisikia hatarini. Ni aina wa nyoka jamii ya viper ambaye hatari yake au anapohisi yupo hatarini huuliza mkia wake. Rattlesnake ni nyoka mwenye kichwa cha pembe 3, ana meno marefu ya sumu. Hutumia njuga yake kuonya maadui wasimkaribie, na anaweza kuwa na rangi ya kahawia, kijivu au mchanganyiko wa mabaka. Rattlesnake ana sumu kali inayoweza kuharibu damu na nyama ya mwili. Kuumwa au kung'atwa na rattlesnake ni hatari kwa binadamu na wanyama wa aina yoyote wale. Pasipo kupata matibabu ya haraka, anaweza kuzuru mwili, damu na tishu kuharibika. Rattlesnake anazaa watoto hai na si kutaga mayai nje kama nyoka wengine. Kwa kawaida anaweza kuzaa watoto kuanzia 5 mpaka 25. Baadhi ya aina kubwa za rattlesnake wanaweza kuzaa watoto zaidi ya 30, na watoto huzaliwa tayari wakiwa na sumu. Kwa kawaida rattlesnake hubeba ujauzito au hubeba mimba kwa takribani miezi 5 mpaka 6 kabla ya kuzaa watoto. Rattlesnake hupatikana Mexico, Canada na Marekani, na huishi kwenye majangwa, misitu, milima na maeneo yenye miamba na nyasi. Rattlesnake anaishi miaka 10 mpaka 25 na hupenda sana kula panya, sungura wadogo, ndege wadogo na mijusi. Huwinda kwa kutumia sumu yake na uwezo wake wa kuhisi joto la mawindo. Njuga yake huongezeka kila anapobadilisha ngozi, lakini idadi ya njuga
haionyeshi umri wake moja kwa moja, kwa sababu baadhi huweza kuvunjika. Yaani hizo njugu unazoziona hapo, kuna wakati huwa zinavunjika, zinadondoka na nyingine zinaota. Kwa hiyo si tafsiri sahihi ya kusema huyu rattlesnake ana miaka kadhaa kwa kuhesabu hizo pingili za njuga unazoziona hapo. Namba 3, yellow anaconda. Yellow anaconda ni nyoka mkubwa jamii ya anaconda anayepatikana hasa Amerika Kusini. Kwa Kiswahili anaweza kuitwa anaconda wa njano kutokana na rangi yake ya njano yenye madoa meusi. Yellow anaconda ni nyoka mkubwa anayebanabana mawindo yake mpaka yakose hewa na ni familia ya boa. Yellow anaconda mara nyingi huzaa watoto kati ya 20 mpaka 40, lakini wengine huzaa zaidi ya watoto tajwa hapo juu, na hubeba ujauzito kwa miezi takribani 6 mpaka 7 kabla ya kuzaa watoto. Yellow anaconda ni miongoni mwa nyoka ambao hawana sumu. Huua mawindo yake kwa kuyabanabana mpaka kuyakosesha nguvu na hewa na kisha kuyabadilisha kuwa kitoweo. Yellow anaconda anaishi maeneo ya majimaji na mabwawa katika nchi za Amerika ya Kusini kama Brazili, Paraguay, Bolivia na Argentina, na anaweza kuishi miaka 15 mpaka 25 hasa akiwa kwenye mazingira salama au hifadhi. Yellow anaconda hula samaki, ndege, mijusi, wanyama wadogo na wakati mwingine hula wanyama wakubwa wa majini. Yellow anaconda anaweza kufika urefu wa mita 3 hadi 4, lakini ni mdogo kidogo akilinganishwa na green anaconda. Namba 2, green anaconda. Green anaconda kwa Kiswahili huitwa anaconda wa kijani au chatu mkubwa wa maji. Ni miongoni mwa nyoka wakubwa na wenye uzito mkubwa zaidi duniani. Green anaconda ni nyoka mkubwa jamii ya chatu ambaye huishi sana karibu na maji kama mito, mabwawa na vinamasi. Green anaconda huzaa watoto hai badala ya kutaga mayai. Mara nyingi huzaa watoto kati ya 20 mpaka 40, lakini wengine wanaweza kuzaa hadi zaidi ya watoto 80 kwa mara moja, na hubeba mimba kwa muda wa takribani miezi 6 mpaka 7 kabla ya kuzaa watoto. Green anaconda hana sumu. Huua mawindo yake kwa kuyabana kwa nguvu hadi kushindwa kupumua. Green anaconda anapatikana hasa katika misitu na mito ya Amerika ya Kusini, hasa nchi kama Brazili, Venezuela, Colombia na Peru, na anaonekana sana katika msitu wa Amazon rainforest. Green anaconda anaweza kuishi karibu miaka 10 mpaka 30 kutegemea na mazingira na uangalizi wake akiwa porini au hifadhini, na hupenda sana kula samaki, ndege, nguruwe pori, paa wadogo, na wakati mwingine huwala wanyama wakubwa wanaokaribia maji. Green anaconda anaweza kufikia zaidi ya mita 6 hadi 9 kwa urefu na kuwa wazito sana kuliko nyoka wengine duniani. Namba 1, boa constrictor. Boa constrictor kwa Kiswahili huitwa boa au chatu mbana. Ni nyoka mkubwa anayebana mawindo yake kwa nguvu mpaka yashindwe kupumua. Boa huzaa watoto hai badala ya kutaga mayai, na mara nyingi huzaa watoto kati ya 10 mpaka 65 kwa mara moja, na hubeba mimba kwa muda wa miezi 5 mpaka miezi 8 kabla ya kuzaa watoto. Boa hana sumu. Huua mawindo yake kwa kuyabana kwa nguvu. Boa hupatikana katika maeneo ya kitropiki, hasa katika nchi za Mexico, Brazili, Colombia na Peru, na nchi nyingine za Amerika ya Kati na Kusini.
Boa anaweza kuishi miaka ipatayo 20 mpaka 30, na wengine wakiwa hifadhini wanaweza kuishi zaidi ya miaka tajwa hapo juu. Na boa hupenda sana kula panya, ndege, mijusi na wanyama wadogo. Boa anaweza kufikia urefu wa mita 2 mpaka mita 4, na baadhi yao huzidi ukubwa huo au urefu huo tajwa. Je, unataka kujua sababu zinazopelekea baadhi ya nyoka kuzaa watoto hai badala ya kutaga mayai? Ungana nami DJ Animal tuangalie hizo sababu zinazopelekea hawa nyoka jamii ya reptilia kuzaa watoto badala ya kutaga mayai kama nyoka wengine. Baadhi ya nyoka huzaa watoto hai badala ya kutaga mayai kwa sababu za kimazingira na kimaendeleo. Hizi ni sababu 10 zinazotajwa mara nyingi. 1. Kulinda watoto dhidi ya baridi. Mama anaweza kubeba watoto ndani ya mwili wake na kuwapa joto linalofaa hadi wakue. 2. Kupunguza hatari ya mayai kuliwa. Mayai yaliyotagwa yanaweza kuliwa na ndege, mijusi na wanyama wengine. Hivyo kubeba watoto tumboni husaidia kulinda na kuongeza ulinzi dhidi ya watoto. 3. Kuishi kwenye maeneo yenye hali ngumu ya hewa. Katika maeneo ya baridi au yanayobadilika sana, mayai yakiwa nje yanaweza yasikue vizuri. 4. Kudhibiti mazingira ya ukuaji. Mwili wa mama husaidia kuweka hali thabiti ya joto na unyevunyevu ndani ya tumbo. 5. Kuongeza nafasi ya watoto kuishi. Watoto wanapozaliwa huwa tayari wamekuwa zaidi kuliko mayai ya mapema. 6. Kuepuka kutafuta sehemu salama ya kutagia. Baadhi ya mazingira hayana sehemu nzuri ya kujificha kwa ajili ya kutaga mayai. 7. Kubadilika kwa maisha ya majini. Kwa baadhi ya nyoka wa baharini, kuzaa ndani ya maji ni rahisi kuliko kutaga mayai nchi kavu. 8. Kulinda dhidi ya ukame au mafuriko. Mayai nje yanaweza kukauka au kuharibiwa na maji. 9. Kuruhusu mama kuchagua muda bora wa kuzalisha. Mama anaweza kubaki na watoto hadi mazingira yawe mazuri. 10. Matokeo ya mabadiliko ya kiasili ya muda mrefu. Kwa vizazi vingi, aina mbalimbali za nyoka ambazo zinafanikiwa kuzaa zilifanikiwa zaidi katika mazingira fulani, ziliendelea kurithisha tabia ya kuzaa. Kwa ufupi, nyoka wanaozaa mara nyingi hupata faida ya ulinzi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji wa watoto kuliko wale wanaotaga mayai. Hiyo ilikuwa ni Top 10 porini na DJ Animal. Tukutane wakati ujao. Asante. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment.